hapa akafunika na mchanga. The Bible says that when the man returned, he called them all together to give an account. Tumeona vile alirudi akawaita wote akawaambia, niambieni mmefanya kitu gani? The one that had 5 talents came and said, Master, I have worked those 5 talents and I have brought another 5, so now I have 10 talents. Hebu ona watano wakipeana ushuhuda wake. The one that had 2 put it to work and says, Master, I put it to work and I made profit of another 2 talents, so I have 4 talents. Hebu ona mwenye alikuwa na talanta 2 akipeana ushuhuda wake kile amefanya. The one that had sent 1 talent says, I know you are a wicked man and you sow, you reap where you haven't sown, so I buried your talent in the ground and so here is your 1 talent. Hebu ona mwenye alikuwa na talanta 1 na alizika akaambiwa, mtumishi mwovu wewe na mvivu, unajua kuwa mimi hufuna mahali ambapo sikupanda. Beloved, this is us. Mwovu wewe. God created the whole world. Hii mambo yote ni kuhusu sisi warudi. And he says, let us create man in our image and in our likeness. Give them every ability that we have and give them possession of what we have made. Mungu aliumba sisi na akatuposition, ametuweka mahala kote, ametuweka huyu Mungu. I've come to tell you that one day God will ask us what we did with the great and mighty talents that he placed on the inside of us. Kuna kitu Mungu aliweka ndani ya kila mmoja wetu, kuna yale kazi tunafanya. Tutasimama mbele ya Mungu na kujibu tulifanya nini na ile kitu Mungu alitupatia. Ile neema, ile kibali, ile uwezo ya kufanya biashara, ile kitu aliweka Mungu ndani yako. Tutasimama na kujibu Mungu tulifanya nini na ile kazi alitupa. The Bible says that he gave each and every one according to their ability. Biblia inasema ya kwamba Mungu ni mwaminifu, aliwapatia kulingana na uweza wao. Meaning that each and every one of us have an ability. Ni kumaanisha ya kwamba kila mmoja wetu ako na uweza tofauti. Hatuwezi pote tukue pamoja, hatuwezi kuwa na capital ya pesa, hatuwezi biashara zetu zinaleta pesa pamoja, ziko hivi. Kila mtu ako na yake yenye Mungu amempatia jukumu ya amekuwezesha kufanya mambo na amekupa ile uweza kivyako. Have you seen the Paralympics? People who have their legs chopped off, their arms chopped off, but they are still playing sports. Mshawaiona mhubiri anajulikana kama something like that. Anaitwa hivyo, nishawahi muona. Akihubiri alikuwa amekuja Kenya siku moja. Alizaliwa kama hana mikono na hana miguu. Lakini ametumika, ameinuka, hakusemi sina mikono, sina miguu. Anainuka na anaswim, ameoa na hubiri, anatumia ile ability, ile uweza Mungu amempa hata kama hana mikono na hana miguu. Let me give you a testimony about my neighbor in England. Wacha nikupatie ushuhuda kidogo ya kazi yenye nafanya kule Ugerezani. At 18 years old, he had a motorbike accident. At 18? At 18. You? No, my neighbor. Akona neighbor. Wacha tupe ushuhuda kuhusu jirani wake kule Ugerezani. Kuna jirani yake alikuwa miaka 18, alikuwa na ajali ya pikipiki. He lost mobility in his legs. Akakatwa miguu yake. And so he was in a rehabilitation unit for 18 months. Aliwekwa kwa rehab, hospitali mwenye angaliwe kwa miezi 18. Part of the rehabilitation was to get him to learn how to use a wheelchair. Kwa sababu amekatwa miguu, alikuwa anafundishwa vile atakuwa anaenenda na wheelchair na isukuma yeye mwenyewe, miguu imekatwa. He's in his 50s now and he still does not walk. He's in a wheelchair. Siku ya leo akona miaka zaidi ya 50 na haenendi, lakini anakuanga kwa wheelchair yake. Whilst he was in the place, he made friends with another guy who was in a wheelchair. Wakati alikuwa anafundishwa anatibiwa na akiwa kule rehab, akapata marafiki wengine wakiwa kwa wheelchair wakashikana. Part of their rehabilitation was to try and boost their confidence, so they were training them to play sports. Wakiwa kule rehabilitation wanafundishwa ya vile mtu anaweza self-esteem, kuweza kujipenda, kujua imefanyika hivi lakini sijafika mwisho wangu, miguu sina lakini lazima maisha iendelee. Wanafundishwa kujikimu katika maisha, kujipenda, kujiona sio umefika mwisho, kuna maisha hata baada ya haya. Wanafundishwa kujipenda. So they used to play wheelchair basketball.
Kwa hivyo walianza kufundishwa kucheza basketball, ile mpira ya kukimbia. Utacheza namna gani na huna miguu na uko kwa wheelchair? Wakaanza kufundishwa ili mtu akimbia na wheelchair yake kucheza ile mpira ya kuchukua mpira na kuigiza pale. Si mnajua basketball? Ile mpira unakimbia unaigiza mahali inachezwa sana na watu walefu, si ndio? Mtaongea, inachezwa na watu walefu. Maana ishimwe. But he and a friend realized that the traditional wheelchair was not fast, it was not flexible enough, they could not swivel around as quickly as they want to. Yeye sasa akaona ya kwamba ile wheelchair ya kawaida haimsaidie kukimbia vile anataka kuifuruta akimbie. So they started using spanners to twist knobs and begin to change certain things. These are men in wheelchairs, started changing things on their wheelchair. Wanaume wawili, pigia wanaume makofi. Wanaume wanafikiria wanaume wapigiwe makofi. Wanaume hawapigi, wanapigiwa. Wanaume wapigiwe makofi. Wanaume hawa wakafikiria, kwa sababu wanaume wanafikiria, wanaona hii haiendi bio. Wakachukua zile screws, wakaanza kuzifungua na kusifunga tena ili badala ya ziende pole pale ziwe zinaenda kwa bio. Pigia wanaume makofi tena. And that is how they started their company. Sasa ikaanza kukimbia. Wheelchair badala ya iende pole pole, wakazifungua na zile spanner screws wanafungua, wakazifungua wanaume, wakaziset ya kwamba haiendi pole pole vile inasukumwa, inaenda bio. Wakaanza hivyo kwenda bio, maisha ikaanza kubadilika. They started altering wheelchairs and then they began to develop wheelchairs for sports people. Wao wenyewe wakaanza sasa kujenga zingine wheelchair zenye zitakibia. Wakaanza kujitengenezea wheelchair wauze, kwa sababu wamejua hii inaenda pole pole, waweza fanya kitu iende bio. Wakaanza kutengeneza wheelchair yenye inaenda bio. Wapigieni makofi. After 20 years they sold the company to a German company for millions of pounds. Oh my goodness. Yeah. He's still in a wheelchair. In 20 years they did all that. Yeah. He's so. Kwa miaka 20 yule mwanaume bado wako kwa wheelchair, lakini walipanga kutengeneza na wakatengeneza wheelchair mingi. Wakapatana na kampuni moja kutoka Germany, na kampuni ya Germany ikaweza kuwanunulia mingi sana za zile walitengeneza. Hana miguu, ako rehabilitation, lakini anatengeneza pesa. Kwa hivyo mambo ni hapa. Ambia mwenzako mambo ni hapa. Starts here, as you say. So a person who has had an accident and lost his legs was still able to put his mind to use and create a problem, to solve a problem. He looked in his environment. This is the problem that people in wheelchair have. And so I'm going to solve the very problem that we all have. And that very problem costs money to follow him. He has houses in Florida. He has houses in United Kingdom. He's married with 2 children. Oh my God. Ebusikiza, I'll start with the last one. He's married. Yani already miguu ilikatika akiwa mdogo, lakini ameoleka. Nani hatapenda mtu akona mambo, akona akili, akona pesa, anapenda hivi. Ameoa, akona watoto. Sasa kupitia ile kazi alifanya, wakiwa wanaume wamepata pesa mingi sana, na yule mwanaume walishikana na yeye, wanaendelea kutengeneza hizo wheelchair, wamepata pesa mingi. Sasa akona mabiashara kubwa Amerika, akona mabiashara anauza kila pahali, ya kwamba waweza kuwa mlemavu lakini bado unakimbia na wheelchair yako. Kule gerezani anatengeneza mambo. Hakukufa akili wakati miguu ilienda. Miguu ilikatwa, akili hazikukatwa. He walks his dog in the area. He goes everywhere. He has a wheelchair that is controlled by remote, and it drives him to the local pub. He walks his dog. He does everything. Unajua kule wanatumianga ubwa sana, sio kama huku. Huku ukiniletea ubwa tutakosana. Lakini ukule wanatumia ubwa. Akona ubwa yenye imefundishwa, trained dog, yenye inamuongoza akienda mahali, hahitaji mtu. Anaendaga na wheelchair yake, ubwa ndio inakimbia mbele. Watu kina umbwa mbele na imeshikwa, wanajua ubwa inasimamisha barabara, yeye anavuka. Anaendaga mahara kwingi na ile wheelchair yake, inakimbia kushida binadamu, na anaendelea na maisha. Alikatwa miguu lakini hakukatwa akili. The feet were cut, but the mind is still there. So he is not a Christian. Yeye sio mkristiano kama mimi na wewe. And he doesn't have legs. Na hana miguu. You and I are Christians. We carry the power of God, and we have legs. And we want to say we cannot solve problems. We want to say that we cannot make it in life. Change your mind. Change your mind.
Change your mind. Train this mind. Tell your excuses. I'm not going to sit here and cry and listen to you anymore. I change my mind. I change my mind. I change my mind. I change my mind. I don't like where I am. I'm changing my mind and I am doing something about it. Listen to this. Mnanisikiza? Imana ishimwe. Yule sio mkristiano na hana miguu na anaendelea kabisa katika biashara yake na kupata pesa. Sisi ni wakristiano. Tunamwamini Mungu. Tuko na Mungu ndani yetu. Sisi tuko na miguu. Na hata kama wewe huna mguu ama mili, kwa sababu kuna wenye waweza kuwa wako na hiyo shida, bado kunaye Mungu wa yule mtu. Si ndio? Tuko na macho tunaona, ndio tumekuja hapa. Tuko na mikono tuweza jifanyia kitu. Kama uko na miguu, uko na macho, uko na Mungu ndani yako, ni kitu gani gumu huwezi fanya? Tuinuke wa Kristo. Tuinuke wa Kristo. Tufanye imani yetu ikaonekane ili tuweze kufanya mambo makuu hapa Burundi na nje kwa uweza wake Mwenyezi Mungu, kwa sababu tuko na kile kinachohitajika. We have what it takes. Each and every one of us have been given according to our ability. Kila mmoja wetu amepewa na Mungu kulingana na uweza wake. Mauweza ni tofauti. Yake ni tofauti, yangu ni tofauti, ya huyu ni tofauti, kila mmoja wetu. Tusifanye kama mwenza wako. Wewe fanya kulingana na uweza wako. Mungu anaangalia uweza yenye amekuweka ndani ya. The one who had no legs had an ability. Yule mwenye hana miguu lakini ako na uweza yenye Mungu amemwezesha, ndio anabadilisha wheelchair, anaitengeneza, anafanya nini. Hiyo ndio uweza Mungu amempa. The one in Burundi has an ability. Watu wangu, ndugu zangu, dada zangu, Burundi kuna uweza Mungu ameweka ndani yetu. Tuweza badilisha Burundi na jamii zetu na tuishi sawa. Hata watu wakisema nchi yetu ndio iko chini kabisa katika ulimwengu kote, kunayo kitu ndani yetu tutaitumia uweza na tuweze kubadilisha. We are sitting in the midst of greatness, but we do not know. Sisi huwa tunaketi kwa ukuu mkuu sana, lakini hatuelewi, hatujui kile tumekalia. Mungu ametubariki, tumeinuliwa. Sisi tunaweza fanya mambo makuu, lakini hatujui. Macho haifunguki, na tufungue macho ya kiroho tuone. The Bible says that those who produce were told faithful servants. Kwa wale walitumia talanta zao vema, waliitwa watumishi wenye ni waaminifu. When you put what God has given you to work, He calls you a faithful servant. Wakati wote ukijitolea kabisa na uendelee katika kile Mungu ameweka ndani yako, uweza amekupatia, kwa macho yake Mungu anakuita wewe mfanyakazi mwaminifu. And the Bible says that the one that did not use what he was given, it was taken away from him and given to another. Na Biblia imesema ya kwamba mwenye hakufanya chochote kile, alinyang'anywa kile alikuwa nacho, ikapewa wale wanaendelea. Kwaweza kuwa na watu wa biashara, ulikuwa pengine unaendelea kufanya vizuri, lakini ukakwama kidogo, ukaenda chini kidogo, utanyang'anywa usipotia bidii kwa kile Mungu amekupa, na atapatia wale wanaendelea. Burundi, if you don't get up and take your land, someone else will come and tell you how to live in your own land. Waburundi warudi wenzangu, tusipoinuka na tushike hii taifa kwa kuiombea na kujitahidi na kunena mema na kunena yale tunataka ionekane, kutakuja wengine wanyakue taifa lenu na mtarudi kule chini. Tusikubali hiyo. Sema asaidia Mungu. Hallelujah. It says, he said, good and faithful servants to those who were able to create much back. Mungu akasema ya kwamba asanti kwa wale ambao wako waaminifu, waliweza kutumia talanta zao vizuri. Asante, hawa ni waaminifu. Wakaambiwa, nyinyi waaminifu, muliweza kutumia talanta zenu vema. What amazed me was when they were given the talents, he didn't tell them what to do. Kitu yenye ilinishangaza ni kwamba wakati walipewa talanta zao, Bwana Yesu asifiwe, imana ishimwe. Hallelujah. Wakati walipewa talanta zao, hawakuambiwa enda ufanye hivi, enda ufanye hivi. Hakukuwa na instructions. They instinctively knew what they were to do. Ilikuwa ndani yao, kwa sababu Mungu amewapa uweza. Ilikuwa ndani yao kujua kile wataenda kufanya.
So I pray that you and I will know what we are meant to do with what God has given us in the name of Jesus. Ninaomba kila umoja wetu atainuka na kujua kile tunatakiwa kufanya kulingana na uweza wenye Mungu ametupa ili tuweze kubadilisha hali zetu, hali ya burudi. Hallelujah. Beloved, you are meant to reproduce in the name of Jesus. You are God's investment in the earth realm, and you are meant to bring forth a return in the mighty name of Jesus. Katika biashara na ile kitu unafanya katika maisha haya, maana Mungu amekubariki. Mungu anatarajia wewe uwe na mavuno na ulete mapato, sio kufanya kazi yenye haina mapato. Mungu amekuwezesha na amekubariki. Lazima tuwe tunapata mapato ya kutosha kwa ile kazi tunafanya. To everyone who is doing more, God is about to give you more. Kwa yule ambaye anajitahidi na anafanya zaidi, naye Mungu anayeona kwa siri amegoja na anakubariki kwa wazi na mambo mengi zaidi. Beloved, I want you to know that it is an error not to reproduce, because you carry the DNA of reproduction. And so if you go through life without reproducing and without bringing forth what God has placed on the inside of you, it is an error. Hey, hiyo ni kali jameni. Imana ishimwe. Ya kwamba ukikaa kwa biashara ama ile kazi unafanya na hakuna mapato na huongezeki, umesimama tu mahala pamoja, ni dhambi. Maana ule Mungu ako ndani yako. Nakumbuka tuliambiwa Mungu alipuliza, he breathed himself to us, ndio? Kama vile Mungu alipuliza, alitupa uweza. Kwa hivyo kama unakaa na huendelei na uongezeki, ni makosa. Lazima uinuke na utubu na uambie Mungu akusaidie, ili katika kile kazi unafanya, mambo yenye unafanya, uwe unapata mapato zaidi na unaendelea kukua. Lazima we reproduce. Hivyo ni kusema namna gani? Ukue katika hiyo biashara. Kama umeweka biashara kuuza viatu pale, you are selling your shoes there, you can open another shop there in the other town. Kama unafanya kinyozi, wewe kazi yako, you are a barber and you have kept something there, you can also open in another place. Salon iko pale, waweza fungua saluni nyingine. Usikae tu na biashara yenye uko nayo, waweza fungua kwingine na utafute watu wapate kazi na wewe endelee kuinuliwa na Mungu. Tumepewa nguvu na mamlaka na Mungu. Sisi tumebarikiwa, tuende tukaenee kwa utukufu wa jina lake. Beloved, we prosper at the level of our ability. Tunaenea kulingana na yale mambo tunaweza kufanya. If you want more prosperity, increase your ability. Kama unataka kuenea kutoka hapa kwenda pale, hata biashara ya kuuza manguo kuja uweke Nairobi, tutanunua zile. Kama waweza enda kuenea katika kile jambo unafanya, kunaligana na kujitolea kwako na nguvu yenye iko ndani yako. How can I increase my ability? Tutaweza aje kuongeza uweza wa kufanya kazi? Uweza wa kufanya kazi nitauongeza namna gani kwa maisha yangu? Sometimes some of us will go back to school. Hebu nikwambie, sikiza hii. Piga makofi Bili tu. Bili, ambia mwenzako tuko na wewe ama umelala. Muulize tuko na wewe ama uko Kenya. Tuko na wewe ama uko Kenya. Uko Burundi ama uko Kenya? Ama uko Rwanda? Lazima tusaidie walioko karibu nasi. We must help the people around us. Yeah. Anasema hivi, uweza ya kuenea iko ndani yetu. Na ili tuweze kuenea, mambo zingine lazima ifanyike katika maisha yetu. Amesema kama gani tutafanya ili tuweze kupata nguvu ya kuenea, tupata uweza wa kuenea. Kama mambo gani? Amesema yaweza kuwa moja ni kurudi katika shule kusoma. Urudi kusoma, go back to school. Hata kama uko mzee kama sisi, una miaka kama sisi, go back. Mimi ninasoma, I'm in school myself. Mimi nilirudi shule. Yeah. To increase your ability, sometimes you must change the people that you associate with. Hiyo iko. Sema sawa. Ili uweze kufanya mambo zaidi, saa zingine utabadilisha watu wenye munaongeaga na wao. They say, show me your friend and I will show you your character. Kuna mtu mwenye alisema ya kwamba nionyeshe rafiki wako, nitajua wewe ni mtu gani. Kama rafiki yako ni mtu wa kuzinzia, hafanyi kitu na anataka pesa, utampatia namna gani na umeshida kwa kuchoka?
Ushinde kwa kuchoka kufanya kazi yako. Na mtu ameketi amelala ameshida tu hivi, agoje akwambie Bwana Yesu asifiwe, akuletee ushuhuda. Baada ya ushuhuda umpatie pesa. Kuna pesa ya kupewa mtu kwa sababu akona ushuhuda? Ai, warudi ongea. Kuna pesa tunapatia watu kwa sababu ya ushuhuda? Hapana, watu wafanye kazi. Na ukishinda kufanya kazi, usikubali kukaa na watu ambao ni lazy people. Wavivu. Mtu mvivu atakushusha chini. Sometimes for you to prosper, you must find a mentor. Who is a mentor? Someone that resembles where you are going. Saa zingine ili tuweze kuenea, ili tutafute ile ability, tueneze biashara zetu, tuenee sisi na tukue zaidi, ni vema kutafuta mtu mwenye atakumenta, atakupa mawazo, mwenye unaangalia vile amesucceed, ameendelea katika biashara yake, mnakuwa marafiki, unaanza kujua, kumfuata na kujua huyu anafika hivi kwa nini, amefanya kitu gani ili kile anafanya na mimi nifanye. Watu wenye wameenea unajiunga na wao ama unawatafuta, ili ukisoma yale wanafanya na wewe unasoma yako, unakuja unafanya kwa biashara zako. We prosper based on the level of your submission. Say that again. Say it again, Dr. Gertrude. We prosper based on the level of our submission. Kuenea kwetu kunaligana na vile tumenyenyekea na kutaka kujua. Vile unataka kujua zaidi. Ni kwa nini hii duka wanakuja kununua, why are they buying in this shop and they are not buying in this other? What is this that this one has done here and they has not done? Ni kitu gani huyu amefanya pale na sijafanya? Unanyenyekea, you submit. Unanyenyekea kuweza kusoma na kujua kile kinafanyika pale, ili na wewe ukuje ujaribu ili uweze kuendelea. There are people in my life today that I still submit to because there's something they carry. And the only way I can get a transference of what they carry is to submit. Look at Elisha and Elijah. Huyu mtumishi wa Mungu hapa, nimekwambia ni mfanyakazi shupavu kule gerezani. Nimesema hivyo? Tuongee. Tumesema hivyo. Najua hajawahi kuja tena huku, Brudi amekuja mara ya kwanza na tunataka akuje siku nyingine na alete wafanyi biashara wawasaidie. Hiyo ni sawa. Lazima mumuonyeshe. Kama unamwangalia hivi na hata kusema smile, hata nikisema amen husemi, sasa nitamconvince na muna gani alipe dege na sio sisi tunalipa ili akuje na tuletee watu. Sisi tunataka watu wa kusaidia, kutuweka mbele, si ndio? Sorry, I will not tell you what I'm saying. And sasa sisi ni sawa. Si ndio? Na amesema ya kwamba ana submit. Yeye bado akiwa level ile yako ananyenyekea kwa watu wenye anawaadmire, anawaangalia, anasema ningetaka kufika pale, I would want to be where this so and so is. Sasa ananyenyekea kumjua, sio kumchukia. Ubaya wetu saa zingine tukiona watu wameinuliwa kutuliko tunawachukulia. When you find others doing better than you, you hate them. You're not supposed to hate them. Usiwachukie. Enda usome, unyenyekee, uone ni kitu gani anafanya mimi sifanyi, ili nikisoma kile anafanya naanza kukifanya nami naendelea kuinuliwa. Wezi nifanyia biashara ya ni chafu nikitoka kwanza. Dr. Gertrude, I'm telling them and you've seen this. Unauza matunda, you're selling fruits. Na mimi siwezi ingia kwako maana chafu, inzi, flies are everywhere. And you want me to come to your business? You want me to come to you? Do the best you know how. Fanya kile utaweza. Kama vile amenyenyekea kusoma kwa wengine. Ufanye usafi. Ufanye yako, umefanya yako yote ili mwambie Mungu, Mungu sasa bariki kazi ya mikono yangu. I'll tell you a story about a preacher. I went for a conference last week and he was at the conference and he was speaking. He says that he was invited to a conference, a round table conversation, and there was a billionaire sat on the table. Kuna mtu mmoja aliitwa kwa biashara kwa mkutano kama huu, wakaketi mahali, na mahali walikuwa wameketi kulikuwa na multi-billionaire, na sio billionaire ya Burundi, na hata kama ni ya Burundi ni multi, imepigwa billion. Si sasa tuwaelewa? Alikuwa na pesa mingi sana mtu, lakini mtu akona pesa haonekani kwa uso. And even though he was also one of the people, there were 12 of them invited to that round table conversation. He said to God, God, I want to be able to get close to that man. Akiwa ameketi tu, hata kama hawamjui sana, lakini walikuwa kama
They were 12. They were 12. Wakiwa 12 na wameketi kwa meza moja, huyu mtu mmoja alialikwa kwa ule mkutano akasema, Mungu, ningetaka tu nijue huyu mtu na nikaribie yeye huyu Mungu. But he said to God, give me an opportunity to serve. Akaambia Mungu, ukinifungulia mlango kulingana vile huyu wako, nikaribie yeye niweze kumjua. So he says the billionaire asked the waiters in the room if they can get him a coffee. Sasa huyu mtu anaomba, anamwambia Mungu, nitafikia huyu mtu namna gani? Ako karibu na mimi, nitamfikia namna gani? Ningetaka tuongee na wewe. Lakini yule billionaire sasa akaitisha chef, akasema atayarishiwe coffee, kahawa. Nataka kukunywa kahawa. The waiter came with a coffee in a paper cup. Yule waiter mwenye kuuza akakuja, bu angalieni msisidwe, angalieni mimi. Yule waiter akakuja na kahawa kwa kakakobe kadogo hivi. This man got up and went to get a teacup and a saucer and came to the billionaire and said, sir, let me pour your coffee into a teacup for you. Ebu sikia. Sasa si ameletewa, mnamuona ameletewa kahawa, na ninapenda kahawa ya brudi, tuko sawa? Ameletewa kahawa na kakobe inatoshana hivi. Lakini huyu mwenye alikuwa naomba, Mungu, nawezaje kukaribia huyu mdosi? Huyu mwenye akona pesa mingi hivi na mambo mingi, ningetaka kumkaribia, nawezaje kumkaribia? Wakati aliletewa anaongea hivi. Akamwa huyu mwenye alikuwa naomba, wakati aliona kakobe dogo, akainuka kwa kikombe yake. And I want to show what I'm saying. Yeah. Akainuka kwa kiti yake. Akasema, nimeona umeletewa kahawa na kikombe moja, madam. Ningetaka kukutayarishia kikombe kingine kubwa na nikuwekee sosa ili usimwagiwe. Huyu amekuletea tu na mkono ameshika aje? Tuongee. Ameleta kahawa kama ameshika wapi? Lakini huyu mwenye anatafuta nafasi amekuja na sosa, amewekea yule mdosi. Kumbuka anaomba wajuane, wa connect, ni sawa? Akamletea kikombe hata kubwa zaidi, akamwekea pale, ana smile, halafu akamuuliza kwa heshima, nikuwekee? Akaiweka, akaiacha. Amempagia vizuri, amemwangalia vizuri, ametengeneza vizuri, akamwacha. Wacha tuendelee, nipigie makofi. The billionaire said to him, come and sit down by me. All of a sudden, he gained the attention of the billionaire and he says, come and sit by me. And they started talking. Wakati alimaliza yale kufanya ile kazi, huyu billionaire akaita huyu mwenye amesafu. Si umemwona? Huyu akasema, asante kwa kile umefanya, kuja uketi. Kumbuka alikuwa naomba, huyu alikuwa naomba. Huyu alikuwa naomba kama waweza karibia huyu billionaire. Akamwambia, nimeona tu vile umenisafu, kuja uketi karibu na mimi. Mahali alikuwa anaomba, sasa amepata nini? Nafasi, wamekaa na yeye. Kinaanza hapo, kulingana na vile amemsafu na amefanya kile alikuwa naomba. Sasa wako pamoja. Endelea, continue. So you prosper at the level of your service. Wakati unajitolea, wakati unajitolea kuhudumu, kutumika, unajitoa ili hata wale unaangalia na wale unauzia na unafanya kazi wafurahi. Unainuliwa wakati unajitolea kufanya chema. What you don't respect, you don't attract. Kile ambacho huheshimu, mnakumbuka multi-billionaire? Mnamkumbuka? Haya, kile ambacho huheshimu huwezi kipata. Lakini ukiheshimu utapata kile unaheshimu. Kulingana na vile nimeheshimu na nimekuja nimeleta hapa, ameniita karibu naye. Tukifanya biashara, tukikaa na watu, tunajitoleanga namna gani? Tunawaongeresha namna gani? Wale unataka wakuje kesho kwa hiyo biashara, wale wanataka wakuje wanunue, wale wanapita tu wanarudi Nairobi lakini wamepita tu kwa biashara yako, unawaongeresha namna gani? So at the end of the day, the billionaire exchanged numbers with him and says, come and see me in my office and we will talk about business. He didn't go to beg for money. He says, come and let us talk about business. Ebu sikia, hata haku amemuuliza, lakini amemserve vizuri, si ndio? Sasa huyu billionaire, ndio hii kadi ya kazi. Huyu billionaire akaambia huyu mtu,
mwenye ameketi na yeye, ningetaka tuongee kuhusu biashara. Niambie hivyo. Ningetaka tuongee kuhusu biashara. Nimemuuliza? Hapana, hakuuliza. Lakini kwa sababu aliomba na ametoa service, amejitoa, amefanya vema, ameambiwa na huyu, we talk about business, kuja tuongee biashara. Maombi imejibiwa, haijajibiwa? Tumeongea kuhusu, halafu akampatia business card. Nipatie business card. Ndio mimi hapo bilionea wa kesho. When you encounter someone that is rich, don't ask for money, ask for ideas. Woo! Hey. Ukikutana na multi-billionaire, ukikutana na mtu mwenye ameinuliwa na ako na pesa mingi, usimwambie nisaidie, nipe kidogo. Hiyo ndio shida ya wengi. Usiitishe, mwambie niko na idea, niko na mpango wa kufanya hiki, waweza nisaidia aje niweze kutimiza ile mpango. Shida yetu tunamuona kama vile alikuja wakati nilisikia vile yako, akakuja na kanisani tulikuwa na mashida, nilikuwa namwangalia nasema sasa huyu nitamwambia nikopeshe milioni 1. Nilikuwa namwangalia na shida, huyu nitamwambia Mungu, nitamwambia. Ukisikia mtu vile yako wewe na uko na mashida yako, lakini sikumuuliza kitu. Usiombe pesa kwa watu wenye wanaonekana wako na pesa mingi. Waulize, waweza tuongoza namna gani? Waweza niongoza namna gani? Waweza kunipa mawaidha namna gani, kwa sababu nataka kufanya kitu hiki na hiki na hiki. Ask them to teach you how to fish. Waulize wakufundishe kutega samaki. Wacha kuambia weka hapa, wekelea, nisaidie tu, nisaidie hata kama ni kulipa nyumba tu, nisaidie niko na shida. Hata kama ni hiki tu, nisaidie niko na shida, ninunue kiatu. Wacha kuomba pesa kwa watu kwa sababu wako na pesa. Waulize mawaidha ili Mungu abariki wewe upate pesa mingi na upate heshima yako. Amen. We prosper at the level of our obedience. Tunaenea na tunainuliwa kulingana na vile tumejitolea, tumetii. Kulingana na kutii kwako ndio utainuliwa na Mungu. Sometimes people come into your presence, they learn a little bit and all of a sudden they want to climb your head. You know, saa zingine tu unakuta watu wanakuja karibu na wewe, hata hawajakusoma, hawajajua yule umepitia. Hii ndio mambo mnapitianga mkiendelea na biashara zenu. Mtu amekuja tu hata hajui kile umepitia na zile maroni uko nayo, pesa yenye unalipa, lakini anataka kuruka mpaka kichwa yako. Anataka chochote uko nacho, anataka kufanyika kama wewe na hujui yale unapitia. God blesses us a little bit and we no longer want to obey. We are out. Watu wengine Mungu anakubariki tu na biashara imeanza kuenea vizuri, wakati umeanza kupata hela na umepata hivi, sasa umesahau kule Mungu amekutoa, hata ujui anakupeleka bali. Sasa unakosa kunyenyekea, unakosa kutii, hata kanisa ukuji, hata uonekani tena, ngali yako isiende wapi. Yaani umebarikiwa tu na kidogo na Mungu anataka kukupeleka bali, lakini kwa ile tu kidogo uko nayo, sasa kanisa imekuwa kitu kingine. Kumtumikia Mungu imekuwa kitu kingine, maana uko na pesa. Kuna pesa. You have 10 more minutes. Okay, good. Watu wenye wanabarikiwa lakini kwa sababu wako na mambo mingi. Hallelujah. Hataki kusikia mambo ya Mungu. Beloved, John chapter 15 verse 1 to 8, we will not read it, but I'm just going to give you a summary. Tuende katika Yohana 8, John chapter 8. John chapter 15, 1 to 8. Tuende katika Yohana 15 mstari wa kwanza mpaka 8. Jesus says that I am the vine. Yesu akasema ya kwamba mimi ni mzabibu wa kweli. And my Father is the vine dresser. Na baba yangu ndiye mkulima. He cuts off every one that does not bear any fruit. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda yeye huliondoa. While everyone that bear fruit, he prunes you so that they will bear even much more fruit. Na kila tawi lizaalo hulisafisha lipate kuzaa zaidi. Beloved, it's an expectation from God that you and I will bear fruit. Kama kunayo kitu Mungu anataka kuona katika maisha yetu, ni kila mmoja wetu kuanzia siku ya leo tuzae matunda mingi. He says that if you don't bear fruit, I will cut you off. Mungu ananena katika neno lake, anasema ya kwamba kama hakuna mazao katika maisha yako, katika biashara yako, katika uungu wako, kama hakuna mazao nitakukata wewe. Father, may you not cut any one of us off. Mungu nakuomba usikate mmoja wetu. And he says that even those that bear fruit, my Father cuts them.
Na Mungu anasema ya kwamba hata wale ambao wanazaa bado Mungu anakuja na anaprune, anatengeneza. So even when you are bearing fruit, God wants bigger fruit because he knows what he's put on the inside of you. Kunayo kitu Mungu ameona na anataka ndani yako. Hata kama unazaa matunda, kuna kitu anataka ionekane zaidi ndani yako. So even as children of God who are bearing fruit, God will cut us from time to time. Hata kama tunaendelea vizuri kwa biashara kwa mambo mingi, kuna wakati Mungu anaendelea kutukata pole pole. And every time he's cutting you is because he wants you to be better. Na ukijikuta umekatwa ama kuna mambo umepitia mazito na umejitolea na unafanya yale inahitajika, usione ni kubaya, ni kwamba Mungu anakufanya vile kwa sababu anataka uwe bora zaidi. I want us to look at how can I be fruitful. Ninawezaje kuwa mtu wa kutoa matunda mingi? And these are texts and ideas that have supported me throughout my 18 years in business. Amekuwa katika biashara na nimekuambia nafanya biashara dunia mzima na bado anahubiri, na yeye anatumia, hana kanisa, hajafungua kanisa. Ametumwa na Mungu kusaidia watu mahala balibali na anatumia pesa yake ya biashara yake. Tuko sawa? Na kwa miaka 18 for 18 years akona mambo yenye amesoma, yale tuweza fanya ni vema tufanye ili tuweze kuenea na kuzaa matunda katika biashara zetu. Point number 1. As a man thinks in his heart, so is he. Therefore think right. Hebu sikia. Kitu ya kwanza, Biblia inasema kama vile mtu hufikiria kwa mawazo yake, ako hivyo. Lazima tuchunge kile tunafikiria kwa mawazo yetu. The Bible says as a man thinks in his heart. Kama vile mtu hufikiria, binadamu hufikiria kwa mawazo yake. The thoughts that make it into our heart are the things that we have allowed and meditated upon and is now manifesting in our lives. Sio kwa mawazo lakini kwa roho yake. Kwa ile mambo uko nayo kwa roho yako, wewe uko hivyo. So if I want to know what you think in your heart, I should just look at your actions and I should be able to know what you think in your heart. Nikitaka kujua, mimi sijawahi kuwa Burundi, nimefika tu mara ya kwanza, ninawaangalia tu, nitakaa hapa tu. Nikitaka kujua wewe ni mtu na bagapi, unakaa namna gani, wewe ni mtu wa aina gani, nitaangalia tu matendo yako, nione roho yako, huo ndio uko wewe. Point number 2, know whose you are. Mara ya pili, kama jambo la pili, jua wewe ni wa nani. Wewe umeitanishwa na nani? Wewe ni wa nani? Our identity is in Christ Jesus. Munajua ya kwamba sisi tumeitanishwa na Yesu. Sisi ni wana wa Mungu. We are joint heirs with Christ. Sisi ni warithi pamoja na Yesu katika Mungu. Sisi ni wana wa Mungu. We have been created in the image and in the likeness of God. Sisi tumeundwa katika maumbile ya Mungu mwenyewe. When I come and sit before you, you must see God at work in me. Kila mtu, hata nikiketi pamoja nawe, ni vema niweze kuona Mungu ndani yako. Ukiketi na watu wengine, lazima waone Mungu kwa matendo yako na katika maongeo yako. Watu wenye tunakutana na wao, tunaishi na wao kule. When you see us, you must give God praise because you see the handiwork of God in our lives. Ni vema tukionekana, Mungu anaonekana kwa sababu watu wakituangalia vile tunaongea, vile tunafanya mambo, watu wanamuona Mungu katikati yetu. Point number 3. Point ya 3. Imagine it, think it, speak it, and let it frame your world. Imagine it, think it, speak it, and let it frame your world. Lazima uanze kuiona katika ulimwengu wa mawazo. Halafu ukiona jambo katika ulimwengu wa mawazo, ilete kwa roho yako. Halafu uanze kuyatenda, kuyafanya. Kulingana vile uliona, umeyafikiria na umeanza kuyafanya. Because we know God came into the earth realm. He had an imagination of what the world should look like. And when he came in, he started speaking everything that was in his mind. He spoke it and it came into existence. And so we must also imagine the life that you want, think the life that you want, and begin to speak the life that you want. And before you know it, it will begin to frame your world. Mungu
alikuwa katika mawazo yake, akatuona, akafikiria mengi, akayasema, ikafanyika. Nasi tukikuwa na mawazo, tukifikiria ile mambo tunafikiria tungetaka kuona, ikiwa kwa mawazo yetu, tunaileta kwa roho yetu, tunaitoa kwa mdomo yetu, tuanze kuongea yale tunataka kuona ikifanyika. Tuongee makuu ya yale tunataka kuona ikifanyika. Maana tumepewa uweza ya kufikiria, ya kuileta pamoja, kuishika na kuileta kwa mdomo yetu. Tukiongea inafanyika. Hivyo ndivyo Mungu alifanya, nasi ni jukumu letu kufanya vile vile. Hallelujah. Have faith for what God has said about you. Kuwa na imani ya yale Mungu amenena kuhusu wewe. Kuwa na imani ya chochote kile Mungu ameongea kuhusu maisha yako. Many of us have many prophecies that God has said about us, but we don't have the faith for what God has said. Watu wengi hapa tuko na unabii wa yale Mungu ameongea kuhusu maisha yetu, lakini hatujapokea. The Bible says that since the day of John the Baptist, the kingdom of God has suffered violence, and the violent was taken by force. The only way that you can take what God has said about you is for you to be aggressive and take it by force. Whether the devil likes it or not, you say, devil, God has said this about me, and so I take it by force. Lazima tufundishe mawazo yetu kunyakua kile tunataka kunyakua na kuona kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu. Kuanzia siku za Yohana Mbatizaji, wale ambao wenye nguvu walipokea katika nguvu na kwa wenye ushujaa na nguvu walipokea kwa ushujaa wao. Nasi siku ya leo sio kusema tu ni Wakristiano, lazima kile kiko katika mawazo yetu tukiongee, halafu tuanze kuona kikifanyika. Tukae katika imani na kila siku tuwe tunajikumbusha imani, na kile tunaongea iandamane pamoja, na tutakipata jameni. Hallelujah. Point number 5, stay in the word of God. Namba 5, tudumu katika neno la Mungu. Wacheni jameni, kuna mambo mingi ya kusikia na ya kufanya, lakini nawasihi tuendelee kudumu katika neno la Mungu. Kukula neno la Mungu linatusaidia. The Bible says that heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. You want to be great, sit in the word of God. Everything you and I need for this world is in the word of God. Lazima tukae katika neno la Mungu. Biblia inasema ya kwamba mbingu na dunia zitapita, lakini neno la Mungu litasimama imara. Lakini tuendelee jameni, kila siku hata tunapoendelea kwa biashara, kwa maisha yetu, kuendelea kulisikia neno la Mungu. Kusoma angalau ni kadogo, soma kadogo uweze kuelewa neno la Mungu. Sio ukuu, sio quantity, lakini quality. Sio umesoma page gapi, chapter gapi, lakini ile kidogo ulisoma ulielewa namna gani. Kila siku endelea kusoma neno la Mungu ili uweze kujua mawazo yake Mwenyezi Mungu. Point number 7. Kunaye point number 6. Guard your eye gate, your ear gate, and your mouth gate, and guard the lies that come into your life. Lazima ulinde mdomo wako, masikio yako, macho yako. Linda kile unasikia, kwa sababu kile unasikia kinakuform wewe. What you hear forms you. Kile unasikia kitakuweka wewe, kitakuongoza wewe. Uchunge kile unasikia. Mambo tofauti, mambo kinyume na imani, uchunge kile unasikia. Uchunge kile unaona. Chunga, siku hizi watu wanaona mambo mingi. Chunga na ulinde macho yako. Chunga na ulinde roho yako. Chunga na ulinde mdomo wako, kile unaongea, kwa sababu waweza ongea mambo kile chote unajua kiishe, lakini waweza uongee nguvu, mamlaka uweze kuenea katika kile unafanya. Hallelujah. Hallelujah. We must be careful what we are exposing our eyes to. Be careful what you are lending your ear to. And be careful what you are prophesying over yourself. I mentor business people, and sometimes they say to me, oh, I've decided I'm not going ahead with the business because people say that it is not working. Lazima uchunge kile kinaingia kwa mawazo yako. Lazima uchunge kile unaongea na mdomo wako.
Lazima uchunge kile macho yako inaona. Amekaa kwa biashara miaka mingi, na kuna watu wanakuja kumwambia, ninataka kufunga biashara kwa sababu watu wanasema hivi, watu wanasema hivi, watu wanasema hivi. Chunga kile watu wanasema, sio kile watu wanasema kitajenga wewe. Ni kile wewe umekata kauli kufanya. Chunga kusikia kwa wengine, chunga kuona kwa wengine. Chunga Hallelujah. kile macho yako, masikio yako na mdomo wako, na uendelee katika imani. Amen. Beloved, I want you to know that your words are powerful. Ningetaka mjue wapendwa ya kwamba maneno ya vinywa vyetu iko na nguvu. Maneno ya vinywa vyetu iko na nguvu ya kujenga, ya kuua, ya kumaliza. Chunga maneno ya vinywa. It is not what people say about you that matters, but it is what you say about yourself that matters. Imana ishimwe. Amen. Sio yale watu wanaongea kuhusu wewe inakumaliza. Ni yale wewe unajua kuhusu wewe mwenyewe. Watu wakiongea, wewe unasemanga aje? Watu wakisema biashara yako, boma yako, kwako, maisha yako, wewe mwenyewe unajiambia kitu gani kuhusu wewe mwenyewe? Wewe ongea maneno ya nguvu kuhusu maisha yako. Ongea maneno ya nguvu kuhusu biashara yako. Wachana na watu, wataongea mchana, usiku wafanye nini? Hallelujah. Point number 7. Know that you are a kingdom ambassador and you operate in a different frequency. Kila siku unapoamuka, imana ishimwe. Kila siku unapoamuka, kumbuka ya kwamba wewe ni barozi wa Mungu. Barozi wewe. Ndio umeketi hapa siku ya leo, maana ni barozi. Kuna wengi Burundi, lakini Mungu amepanga ni wewe utaketi hapa. Na kwa sababu wewe ni barozi, chunga yale unasikia, chunga yale unasema. Wewe ni barozi, jione kama mtu mkuu. Hata kama huna hela mingi, itaendelea kuongezeka. Chunga. Hallelujah. Wewe ni barozi. Hallelujah. That is why the Bible says that when men say there's a going down, we will say there's a going up. Because we operate in a different frequency. In COVID, everyone said there was a going down. But I can testify to the goodness of God. I made the greatest amount of wealth in COVID because I do not operate in the kingdom of this world, but we operate in the frequency of heaven in the name of Jesus. Imana shimwe. Hallelujah. Hebu sikia vile nimesema, sikia hii. Lazima tujue kama barozi, sisi tuna operate, tunafanya kazi, tunatembea, tunaishi kwa level ingine, dunia ingine, sio hii. Hii dunia wakati nasema mambo yote imeharibika, wewe fungua kinywa, ongea mambo imiko sawa. Wewe anza kusema Mungu wangu atanisaidia. Mimi naamini Mungu. Hii mtoto atabadilika. Hii biashara itainuka. Endelea kusema. Anasema wakati wa COVID wakati ilikuja watu wote wakafunga, biashara zikafungwa. Watu wakasema biashara imeisha, na kweli kabisa iliisha ya watu wengi. Lakini yeye katika biashara yake wakati wa COVID ndio alitengeneza pesa yenye hajawahi tengeneza. Maana alijua ya kwamba yeye ni mtoto wa Mungu, anajijua. Yeye aliongea, sio yale amesikia. She knows how to talk. Anaongea moyo. She speaks life to her business. Hata wakati kinaonekana kimeumana katika biashara na boma, anaongea kile anataka kuona. Anaongea uhai. Akatengeneza pesa yenye hajawahi tengeneza wakati wa COVID. Wengine wakafunga. Chunga vile mawazo yako inakuambia. Enda na vile neno la Mungu limesema. Anza kuongea mambo makubwa kuhusu maisha yako na biashara yako. Katika mdomo wako kuna ushindi na kuna kushindwa. Hallelujah. Na mazaya. Opportunities comes disguised as problems. Opportunities come disguised as problems. So opportunities come clothed as problems. So you know, people are looking for opportunities, but many a times opportunity comes hiding in problems. I hear you, madam. Wakati mwingi kuna mwanya inafunguka. Mweke unapeanwa. Muda kuna mambo inakuja kukusaidia, lakini ikikuja unaona kama ni shida.
Kuna mambo inakujanga inaonekana kama ni shida, lakini kumbe ni nafasi Mungu anatengeneza kwangu, lakini ikaingia kama shida. Wewe pengine ukiangalia unaona kama ni shida. Uchunge mambo mengine inakuja, yaweza kuwa imekuja kukusaidia. Usione tu COVID ni ya kukumaliza. Usione tu economy yenye iko ni ya kukumaliza. Mungu aweza tumia ule muda kukuweka mbele. Hallelujah. Hallelujah. The greater the problem you solve, the greater your rewards. Wakati una deal ama una solve problem kubwa, wakati wewe umefanyika suluhisho ya shida kubwa, ujue muujiza mkubwa uko jiani. Wakati mumebeba mashida ya watu wengi na mnafreta suluhisho ya mashida mengi, mujue ni mlango wa kufungulia baraka zenu za kwenda juu. Utukufu kwake Jehova. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and everything will be added unto you. Many of us, after God gives us just a little bit of what he has in store for us, it takes us out of the presence of God. It takes us out of service of God. Now we want the pastor to salute us. Now we want them to worship us. And because the pastor didn't do this and didn't put me on the high seat, I'm not coming anymore. You must remain humble and you must continue to serve God. Whether you are making it or not, continue to serve God. Atu wengine muhezagirwe. Mwezangirwe. Wakati mwingine tunaona mambo kidogo inafanyika katika maisha, inakutoa kwa baraka zako. Inafanyika hata kwa makanisa. Wakati umepata kashida kidogo, unatoka. Wengine unaingia kanisa, mchungaji anakosa kukusalimia, anakosa kukuweka kwa hii high table, unakasirika na unaondoka. Watu wengi wanaishi maisha ni yao, ni mimi, nifanyiwe hiki. Unataka uinamiwe hata na mchungaji akuinamie, ili ukuje, ili utoe, ili ufanye hivi. Unatolewa kwa neema ya Mungu na baraka za Mungu na mawazo yako na kujiinua kwako. Jameni, twende chini, tuandamane na Mungu. Kanisa ukikuja mahali unazoea kuketi, ukikuta I've added something, ukute kumekaa mtu mwingine, ukikaa kule utabarikiwa pia. Warudi na wachungaji kama mimi. Wachungaji, Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna shida ya wachungaji. Mimi naongelesha wachungaji millions na huko. Mchungaji akikuja tu hivi, kama hamujakibia kumuleta hapa, amekasirika. Sasa kuhubiri kwote hata elewa hamukumuleta wapi? Kwa macho ya Mungu already mchungaji si anakuaga mbele. Hata akiwekwa nyuma si mchungaji ako mbele. Wacheni tusipigane kwa mambo kidogo hivi. Sijawekwa mbele, sijatajwa. Just tell them, in my church, I teach Sunday school for children under 10. And that's my assignment. Hebu sikiza. Huyu bilionea, na nikwambie kweli ni yeye. Na mimi simuitishi kitu hata ukiniona hapa. Simuitishi hata kukuja kutoka Kenya, alilipa ndege mpaka Kenya na mimi nikalipa yake akuje huko, hata mimi anitabue. Kwani ni nini? That is my assignment. Even though sometimes I get to preach in the church, my assignment because I don't own the church that I go to, I submit to my pastors. And so 1 minute I'm preaching. My assignment in the church for the last 10 years is teach Sunday school children, and I still teach them. Huyu akiwa ameinuliwa hivyo bilionea na mafuta ya Mungu, kwa sababu ukiona mimi hata Wakenya wanashindwa, nani huyu mwenye ninaitapretia? Sijawahi fanya hiki kitu nafanya, nimeshuka chini kwa sababu najua kile amebeba tuweze kusaidika. Tuko sawa? Yeye katika kanisa kwao, yeye hana kanisa. Ako katika kanisa, ako chini ya mchungaji. Hana kanisa yake, she's not a pastor in her church. No. Lakini kazi yake ni kuangalia watoto wale wadogo. Kazi yake ni kukimbia. Ukienda kanisa kutembea kwao, utamkuta anakibishana na watoto. Running after children. Kupanga watoto. Planning. They sit here, they do. Ananyenyekea, na yeye ni bilionea. Aweza lipa ile kanisa yote hivinyi. Lakini ananyenyekea kumtumikia nani? Wa Kenya, wa Rwanda, wa Burundi, wa Afrika, tusikia hapa. Shida yetu ni kubarikiwa na kadogo tu, kwa sababu ni mchungaji. Uko na kabiashara, uko na kagari moja. Umejinua, hutaki kusikia Mungu. Hutaki kunyenyekea.
na umepata kitu kidogo tu hivi, Mungu atusaidie tukae katika unyenyekevu. Yaani unakuja kanisa, allow me to add this, unakuja kama vile nilikuja kanisa hili, niliuliza mke wa mchungaji ni mgani, akasimama. Hebu simama. Nilishika hapa nikamuuliza, niliuliza mchungaji Rome, niambie ukweli, huyu ndiye mke wako? Kwa nini nilikuwa namuuliza hivi? Niliona kasichana, si ni msichana mdogo akionekana, msichana kwa mwili, sio mwili mkubwa, waweza fikiria atapata mama mkubwa hivi, ni kweli? Lakini akiwa hivyo ni mke wa mchungaji. Ni wangapi wanamheshimu kwa sababu ni mke wa mchungaji? Ni wangapi wanamheshimu akiwa hivyo? Ama wanaona msichana, mnakosa kuona yeye ni mke wa mchungaji, mnakosa kuona kile kiko ndani yake, mnaona mwili wake, baraka zinaenenda. Huyu asante mami, analeta watoto, wakipupu anapanguza, wakisusu anapanguza, anafanya hiyo, na ni multi-billionaire. Abia mwenzako, badilika. Hallelujah. Badilika. Hallelujah. Tutumikie Mungu, tujitoe kwa Mungu. Hii kujipeleka mbele. Mchungaji amesema, allow me to say that it seems they are identifying. They're saying that's a problem here. Not in this church. Yeah. A problem in Brudi. People don't want to go down. People want to be the titles and everything else. But we are not speaking anything that is not biblical. Jesus washed the feet of his disciples. Ebu sikiza, Yesu mwenyewe aliosha miguu ya watumishi wake. When you find yourself where you cannot serve, then pride has taken over your life. Hata kwa makanisa mwetu, hata katika biashara, ukiona mahali uangalie useme hii si level yangu, hii siwezi, ujue kuna kitu hunyenyekei. Kama kwa kanisa unaangalia unashindwa huku siwezi, ujue wewe uko na kashida mahali. Unaona unyenyekevu. Yaani waweza ingia pale uone gari ya mchungaji, na unajua gari ya mchungaji, na uangalie yako, unaona yako iko na hips. Mnajua zile gari ziko na hips? Hamjui hips? Zile kubwa hivi ziko na hips. Mimi naendeshanga na kuanga na hiyo iko na nini? Hiyo gari ya hips haibebi upako. Tuko sawa? Lakini hata nikiendesha gari kubwa, gari haina nini? Upako. Nikiwa na kanisa na 1000 mingi, sio kuonyesha nimepakwa. Nikijulikana zaidi, sio kuonyeshana niko na upako zaidi. Nikiendeshwa nimebebwa gari siedeshi, sio kuonyesha ni upako. Upako hauriganishwi na ile gari unaendesha. Wengine watakuja miguu na wamepakwa. Kwani Elisha, Abraham alikuwa anaendesha V8. Abraham aliendesha V8. Elisha aliendesha V8. Were they driving V8? They were walking, sidio? Na walikuwa na mafuta ya Mungu. Tuheshimiane, tuheshimu upako, tuheshimiane kanisani, tuheshimu watu wa dini. Waweza inuliwa kibiashara, lakini kwa mafuta ya Mungu hujainuliwa. Tuheshimiane. Na wewe mtumishi, ukiona mtu ameinuliwa biashara, anaenenda na magari makubwa na mambo makubwa, muheshimu, ni jazo yake. Watu waheshimiane katika jina la Yesu. Hallelujah.